cha Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia na kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Neno la Mungu. Neno lililosoma linakaza kwamba nguvu ya maisha ya Mkristo iko katika neno la Mungu peke yake. Nguvu yako haiko kwenye misuli ulionayo kama kijana. Hizo nguvu kuna siku zitapungua, kuna siku zitaisha, lakini nguvu yako iko katika neno la Mungu. Ulisoma neno, ulitafakari neno, ulishika na kuliishi. Na mimi haya ndio maombi yangu, kwamba Mungu awajalie kushika neno lake. Mungu atujalie sote tushike neno lake. Lakini leo hii vijana wanakabiliwa na changamoto nyingi, na ndio maana ni muhimu sana haya maombi. Bwana tusaidie tushike neno lako, kwa sababu kuna changamoto nyingi za kimalezi. Kuna changamoto ya matumizi yasiyo na mipaka ya mitandao ya kijamii. Matumizi yasiyo na mipaka. Matumizi ya mitandao ya kijamii sio mabaya, lakini angalau yenye mipaka. Kuna mambo mazuri sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kuna mengine ambayo yanapoteza. Kwa hiyo kuna swala la matumizi ya mitandao ya kijamii yasiyo na mipaka, lakini kuna shinikizo la rika, la makundi rika, inaitwa peer group pressure. Unajikuta una focus yako, una mwelekeo wako mzuri, lakini kwa sababu ya aina ya company unapoteza mwelekeo. Mungu akujalie usipoteze mwelekeo kwa sababu ya marafiki wanaokuzunguka. Lakini kuna tatizo la dawa za kulevya, ni tatizo kubwa, na ili hatuwezi kujigamba tukasema vijana wa kanisani wako salama. Vijana wa kanisani wanapita kwenye hatari hiyo hiyo, na ndio maana tunasema shika neno la Mungu, utamezwa na ulimwengu, utamezwa na ulimwengu, utakuwa salama. Lakini kuna tamaa ya mafanikio ya haraka bila uadilifu. Kufanikiwa haraka si tatizo, lakini kufanikiwa haraka bila uadilifu ni tatizo ambalo linaikabili jamii yetu. Na lingine kubwa, labda niseme kuna mafundisho potoshi ambayo yamejaa kwenye yanayoitwa makanisa. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, na sasa naendelea kumwelewa. Aliniambia si kila mahali ukifika ukakuta kuna alama ya msalaba ni msalaba. Akaniambia wengine ile ni jumlisha, wengine sio msalaba, ni jumlisha. Kwa hiyo usije ukaingia kichwa, unaweza ukaingia kujumlishwa huko. Badala ya kwenda kukutana na Kristo, umeenda kujumlishwa. Wewe unapoona msalaba, uliuliza mara mbili, huu ni msalaba au ni jumlisha? Kuna mafundisho potoshi mengi. Tushike neno la Mungu. Wajinga ndio wanaoliwa, na mimi nawahurumia sana. Ndugu zangu wapendwa, vijana wangu na wote mnaonisikia, Yesu Kristo anasema sisi tukikaa katika neno lake tutakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Mungu anatukumbusha ya kwamba neno la Mungu lisiondoke kwetu. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwetu. Mwisho unapomaliza, kuna changamoto nyingine moja ambayo ni kubwa. Hebu angalia jamani, hivi vijana wa kiume, nani amewaloga siku hizi? Wale wachache ambao yani unakaa na mtu nyumbani, eti unaingiza ni mke wako, lakini anaitwa shangazi. Yani kweli tumeshindwa kuona, macho yenu hayaoni. Hebu angalieni hapa, vijana wa kiume wote na waruhusu, angalieni hapa. Lakini geukeni hata huku na huko. Hivi kweli mpaka uende kwa mshangazi? Na kama watu vijana. Sasa kwa kusema hivi, mimi sina vita na mshangazi, ila mshangazi nitapewa saisi yako. Hata mshangazi wanapata majoba.
Maanko ni wadogo wadogo, lakini mshangazi anapata mjomba. Si ndio Mshangazi atapata mjomba, ni watakuja madhabahuni. Lakini ni wasihi sana vijana wa kiume, acheni kutafuta mserereko. Huo mserereko kuna siku utakotokea puani. Tafuta kwa gharama na Mungu atakupa. Lakini pia mabinti, siku hizi mnaita sponsor. Natafuta sponsor. Haya, kwa sponsor alafu utaona kinachotokea. Mimi ninachotaka kusema kwa habari ya maisha, mwambie Bwana, nimekuwa ninaomba unionyeshe njia sahihi. Yesu ndiye kiongozi wangu, kufuata yeye ni furaha. Maadhimisho haya ya vijana kitaifa, tunapokusanyika hapa saa ya jioni, tunaomba utubariki kwa wingi na ubariki yote yatendeke kwa utukufu wako. Tuanze kwa jina lako, tumalize kwa jina lako. Utukufu na heshima tukurudie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.